Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile atafuatiwa na Mheshimiwa Ali Mlagila Jumbe. Mheshimiwa Anne Kilango Malecela ajiandae. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kushukuru serikali, kipekee kiongozi mkuu wa serikali ambaye ni rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Ninamshukuru kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya wataalamu ambao wamapa kazi, ambao ni waziri wetu wa ujenzi, manaibu waziri pamoja na watendaji wake. Mheshimiwa Spika, lakini namshukuru kwa sababu ni kiongozi ambaye anaamini kwenye maono pamoja na matokeo. Nimetumwa na watu wa Mufindi Kusini leo, kama barabara za Nyololo Mtwango na Mafinga Mgololo hazipo kwenye bajeti, nigomee kupitisha bajeti hii leo. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, wameahidiwa kwenye ilani ya CCM, msururu wa viongozi wamefika huko, lakini pia unyeti wa maeneo hayo. Lakini nafikiri msimamo wangu ulioingia nao utakuwa mlegevu kidogo. Kwa mara ya kwanza watu wa Mufindi Kusini tumeona kwenye bajeti ukurasa wa 173 ujenzi wa barabara ya kutoka Mafinga Mgololo kilomita 78 na ujenzi wa barabara Nyololo Mtwango kilomita 40. Mheshimiwa Spika, ukiacha kwamba kwenye ilani ya CCM yamesemwa, nikikueleza orodha ya viongozi waliotembea Mufindi Kusini, nikikueleza unyeti wa maeneo hayo kwa maana ya viwanda, Mheshimiwa Spika, unaweza ukasikitika sana. Wote tunafahamu Mheshimiwa Spika kwamba Mufindi Kusini makampuni makubwa ya chai yote nchini Tanzania yako mkoa wa Iringa, yako Mufindi Kusini. Kiwanda kikubwa cha karatasi barani Afrika na ukanda wa Afrika Mashariki cha Mgololo kiko Tanzania, kiko mkoani Iringa, kiko Mufindi Kusini. Viwanda vya nguzo kwa wingi katika nchi yetu viko Iringa, viko Mufindi Kusini. Mheshimiwa Spika, sio hilo tu, hata shamba kubwa la miti katika nchi yetu ya South hii liko Mufindi Kusini pamoja na Mafinga. Lakini pia Mheshimiwa Spika, hata viwanda vya fiberboard viko pale Mufindi Kusini. Nikianza kuvitaja kwa uchache hapa pamoja na faida zake, nitataja kimoja tu cha Mgololo. Kiwanda cha Mgololo kimeanza miaka 80. Kina supply karatasi ukanda wote huu. Chenyewe peke yake kina magari zaidi ya 70, heavy trucks. Lakini yako magari mengine yanayoingiza mizigo pale ndani zaidi ya 90. Yako wanaokuja kwa ajili ya kufanya boiler kuchemsha kwenye kiwanda za 90. Viko viwanda vya Wachina pembezoni. Kwa hiyo kiwanda hiki kina ajira zaidi ya 7,000, magari zaidi ya 200. Na kodi yake peke yake ni zaidi ya bilioni pengine 25 mpaka 30. Ukivichanganya viwanda hivi Mheshimiwa Spika, vinaingiza serikalini kodi ya zaidi ya bilioni 50 kwa mwaka mmoja. Ukichukua kwa miaka 10 ni 500 bilioni. Barabara tunazohitaji kuzijenga hazihitaji hata bilioni 120. Watu Mufindi wanauliza, mmekosea Mungu nini? Mheshimiwa Spika, nikikupa orodha ya ziara za viongozi kuanzia mwaka 80, nimechukua sample tu. Tarehe 10 Oktoba Mwalimu Nyerere alifika pale Mufindi Kusini. Tarehe 10 Aprili mwaka 87 aliyekuwa waziri wa ulinzi Dr. Salim Ahmed Salim alifika Mufindi Kusini akaahidi. Tarehe 30 Aprili rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi alifika kwenye kiwanda hicho. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Kanali Kinana waziri wa ulinzi alifika pia tarehe 12 Juni. Lakini Mheshimiwa Spika, Mwalimu Nyerere tena tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 1988 asubuhi saa 3 alifika tena akitoa ahadi hizo hizo. Wana Mufindi wakiahidiwa hayo. Haikuishia Mheshimiwa Spika. Makamu wa Rais Dr. Omar Ali Juma yeye alisheria kile saa 5 alifika tarehe 9 Mei Machi 2002. Aidha, rais wetu wa sasa akiwa makamu wa rais alifika Mufindi Kusini kiwanda cha Mgololo
tarehe 11 Februari 2018 akaahidi. Haikuishia hapo Mheshimiwa Spika. Tarehe 1 Oktoba Mheshimiwa Mizenga Pinda mwaka 2021 alifika. Orodha ni ndefu. Kasekenya ametumwa na Waziri Mbarawa amefika. Mheshimiwa Waziri Mkuu bahati mbaya haiko hapa leo, alifika Iringa alizungumzia. Dr. John Pombe Joseph Magufuli mwezi wa 29 mwaka 2020 akiomba kura alifika Mufindi Kusini. Dr. Jakaya Mrisho Kikwete akiwa rais 2005 alifika pale na kazungumza. Mheshimiwa Spika, wote hawa